nazo zaka na sadaka zenu ziwe kamili, ili nipate kumimina baraka kwenu, ili nipate kumimina baraka kwenu. Bwana asema tafakari mapito yenu, mzirudie njia za kweli, nazo zaka na sadaka zenu ziwe kamili, ili nipate kumimina baraka kwenu, ili nipate kumimina baraka kwenu. Bwana asema tafakari mapito yenu, mzirudie njia za kweli, nazo zaka na sadaka zenu ziwe kamili, ili nipate kumimina baraka kwenu, ili nipate kumimina baraka kwenu.
Tusimame wote. Tuombe kwa maliza kusanya. Mungu na Baba yetu, asante kwa wana wako kwa ajili ya matoleo ya saka na sadaka. Mungu saidie tuweze kuwa waaminifu katika utoaji wetu ili kazi yako iweze kuendelea. Ni ombi letu katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Watoto halo? Halo? Na watoto wakubwa je? Halo? Nataka mtoto mmoja jaba tuombe kabla tuanze mahubiri yetu. Nani ako tayari kuomba? Kuja tu, kuja. Funga macho tuombe. Mungu, asante kwa kutulinda kutoka usiku hadi masaa. Mungu, naomba kichwa changu kufunzika kwa mfano kwetu. Katika jina la Yesu naamini. Amen. Okay, mahubiri yetu leo topic inasema God calls. Inasema aje? God calls. Unaposikia sauti haujui na kutaja na amekuita na jina katikati ya watu wengi, unahisi aje? Joshua, ukisikia umeitwa utahisi aje? Nastuka. Kwa utastuka. Tunajua kwamba jina ni kitu ya muhimu sana na ndio tunatambulika nayo.
na saa zingine unaitwa na hujui mwenye anakuita. Sasa tunataka kuona kwa Biblia tuko na watu kadhaa ambaye Mungu aliweza kuwaita. Kama kwa Exodus tunaona Mungu anaita nani? Moses. Na kwa Luke tunaona Mungu anaita Zacharias aweze kushuka chini juu ya mti ya mkuyu. Na kwa Exodus tunaona Mungu anaita nani? Saul. Kabla hajaamini alikuwa anaitwa Saul na Mungu akamuita akaweza kumpa jina gani? Paul. Sasa leo tunataka kuangalia Biblia katika kitabu ya 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10. Tunaona hapo Mungu anaita nani? Mungu anaita nani? Mungu anaita nani? Samuel. Haya, tunajua kwamba kuna mama mmoja hapo kwa kitabu ya Samuel alikuwa anaitwa Hana. Hana aliweza kuomba sana ili Mungu aweze kumpa mtoto. Na kaahidi Mungu akimpa mtoto atampeleka kwa hekalu akaweze kufanyia kazi. Na Mungu alipombariki na mtoto aliweka ahadi akampeleka hekalu kwa nani? Alimpeleka kwa nani? Kwa Eli, ili aweze kufanyia Mungu kazi maishani mwake. Alafu siku moja Samuel alipokuwa kilala akasikia sauti inamuita, Samuel, Samuel. Akakimbia akaenda kwa Eli. Eli akamwambia, mimi sijakuita, rudi ulale. Tena karudi ya pili, ya tatu, anarudi kwa Eli. Eli anamwambia sijakuita. Baadaye ndio Eli akakumbuka kwamba inaweza kuwa ni Mungu anaita Samuel. Akamwambia rudi ulale, ukisikia sauti mwambie niko hapa, Bwana nena. Ndio alipoitwa akajibu vile aliambiwa. Tunajifunza nini kwa hii mahubiri yetu? Kuja useme, kuja mbio. Ukiitwa inauitika. Ukiitwa unaitika. Sasa tunaitwa leo na sisi pia. Unapoitwa uko tayari kumtumikia Mungu? Mungu anaweza ita mtu yoyote, haijalishi ni umri gani. Tunaona hata Samuel aliitwa, alikuwa mkubwa. Kwa hivyo hata sisi watoto Mungu anaweza tuita siku hii ya leo. Na Mungu akikuita, Sandra, Mungu anakuita, utasema nini? Uko hapa, niko hapa, nitume. Tunaona kwamba hizi miaka 5 ambaye tuko nazo, ambaye Queen ni miaka 5, 2021 to 2025. Timu yetu inatuambia I will go. Uko tayari kwenda? So tumejifunza nini kwa hii mahubiri yetu? Mwingine tunaona Mungu anaita nani? Ukuja hapa ujibu, mwenye atakuja hapa jibu. Wewe mwaminifu. Nani anaitwa kwa hii? Mungu anaita nani? Ukuje tu mbele. Samuel. Na Samuel alikuwa ameenda kutumikia nani? Alienda kuishi na nani kwa hekalu? Eli. Haya, tuombe. Na nyinyi pia muwe ready. Mnapoitwa mseme niko hapa, nitume. Haya, tuombe. Dear Father, we come to you this hour. We thank you, Lord, and we pray, Father, that may you help us, Lord, to be ready to answer to your call. When you call us, Lord, let us say, here I am, send me, Lord. In Jesus' name we pray, believing and trusting.
tarumbeta, mlinzi wa Sayuni uamke, usinyamaze kimya, Mwokozi anakuja. Tumepewa agizo, tutangaze Injili kwa kila kiumbe, lugha na jamaa. Turudie Mwokozi anakuja kama alivyoahidi. Piga tarumbeta, mlinzi wa Sayuni uamke, usinyamaze kimya, Mwokozi anakuja. Nenda kuzitangaza habari njema, utangaze wokovu kwa lugha na jamaa. Usichoke na wala usinyamaze,